gavana rafiki yangu, gavana Badilisha, Archbishop wa Ng'ombe, Archbishop Jerry Kibarabara PhD, mabishop wote, my fellow ministers on this side, Mheshimiwa makamu wa rais na viongozi wote, rafiki yangu, ndugu yangu, my very dear brother Bishop JJ, nimekuja hapa leo kutoa rambirambi zangu za familia yangu kwa sababu ya kuachwa na mama yetu. Hiyo group ya WhatsApp ambao umetaja, I've been a member since day one na sijawahi kutoka. One of the things nimeona huyo muda yote ni kwamba wewe when you are low unaambia watu leo spirit yangu iko chini. When you are in strong spirit we get to know. I know, mimi najua umengangana na hii maneno. Kimimi na kuombea Mungu na nakuomba uruhusu mama apumzike, tuwe kukubali, na tumejaribu yote ambayo ungeweza. Your life for the last 2 years have been revolving around the sickness of your mother. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba mjipee nguvu na familia yenu yote, na Mungu aliwaza ndio tuweze kuendelea mbele. Na vile nilikuambia siku ya Jumamosi, sisi zote tuko katika hiyo safari. Hata Wajakoya ako katika hiyo safari. Hata wewe Bishop, siku moja tutaenda tukutane na mama. Mambo ile nilikuomba ni kwamba wewe ukuja hapo mwisho ndio uzike wengine, usiende mapema, na mimi ndio nitoe hotuba kama waziri kwa hiyo mazishi yao wengine, pia tubaki na wewe. Yule mtu tutatuma kwanza ni Karango wa Muraya, ndio wakati tutaingia huko atushike live, tuingie in style. Najua Bishop ile kazi umefanya haupa dogo kigira ko dogo no ginyoko yone Karango kigira kuma thome ginya githurine kifura hemu athia kuete huo. Niseme pia tukiwa hapa katika kaunti ya Nyandarua, makamu wa rais, tuko na kazi kadhaa zinaendelea. Tumeambiwa mambo ya barabara. Anajua Mheshimiwa Kiaraho na timu ya Nyandarua, Mheshimiwa Medho, mlikuwa na Mheshimiwa rais na mkapanga mambo ya barabara. Mheshimiwa makamu wa rais, ningetaka kuomba ya kwamba mimi na wewe tukishikana tuweke kuni na tuweke electric shock kwa kiti ya waziri Murkomen. Akijaribu kaa chini anapigwa na shock, anakumbuka Nyandarua. Na sababu hapa najua barabara kidogo za Nyandarua tuko na changamoto upande wa barabara. Kutoka hapa tupitie pale Nakuru, tukute waziri wetu ndugu yetu Njeru, tumwambie damu yetu pale upande wa Daragwa, damu ya Pesi damu, na ambayo inaweza kupea watu wote wa Nyandarua, watu wa Daragwa na watu wa Olkorau. Tumwambie hata zingine zikitushinda hiyo isitushinde. Pande wa Nyandarua South tuko na industrial park ambao nilianza nikiwa katika ile wizara nyingine. Na kidogo najua natumanga Medho akienda nyumbani angalie pale Jabini, na hiyo kazi naona inaenda polepole. Mheshimiwa Deputy Governor, umesema kwamba to regulate viazi ya Nyandarua vile itakuwa kwa gunia. Mimi sikubaliani na wewe. Hata hiyo 50 kilograms sikubaliani na wewe. Ningetaka viazi yote ya Nyandarua ipitie Jabini ifanywe value addition, ndio tuweze kupata pesa zaidi. Ningepata carrots na cabbage na kila kitu hapa. Wale watu wa KFC ambao wanatoa chips kutoka Amerika waanze kutoa viazi chips zao hapa Nyandarua kwa sababu ya value addition na agro processing ambao tunaweza kufanyia hapa Nyandarua. Na ni kwa sababu hawa watu tuko na deni yao. Hawa watu waliamka mapema wakatupigia kura. Wakapigia Mheshimiwa Rais, wakakupigia kura Mheshimiwa Makamu wa Rais, na
chagua hawa wabunge wote na waheshimiwa wote including huyu Medho, na kwa hivyo mimi naona tuko na deni hawa watu na lazima hiyo deni tutalipa. Mimi ningetaka tu kuomba wabunge ambao wako hapa, tukimalizia, mesikia huko bunge, na kabla sija hao, mheshimiwa makamu wa rais, last week tulikuwa hapa, tulikuwa na huyu governor na deputy governor, tukazunguka vocational training center zote 26 hapa Nyandarua, na tukasema vile rais aliniamrisha nizifanye zikuwe idara za NYS. Gavana wa kwanza kukubali alikuwa ni Badilisha, na sasa hizo 26 vocational center zote nitazifanya zikuwe idara ya NYS, ndio tuweze wale vijana ambao tunaambia waache pombe, waache bangi, na nimesikia Wajakoya pia amesema sio ya kuvuta, hao wote tuweze kuwapatia nafasi za kupata maarifa, kupata taaluma, na ndio waweze kujimudu katika maisha yangu. Mheshimiwa Party Leader Sabina na Mheshimiwa Kiaraho, Mheshimiwa Medho, Mheshimiwa Jane Jerry Wanjiru Kihara na Mheshimiwa wote, mesikia huko bunge mkisema ati huu mwaka tusifanye mambo ya kureview boundaries zetu, na mimi sikubaliana na hiyo, mimi sitakubali. Boundaries zetu lazima zigawanywe. Ukiangalia constituency kama ya Kinangop iko na watu wengi zaidi, katiba ndio imesema igawanywe mwaka huu. Kwa hivyo nimesema delineation of boundaries ifanywe, kama sio sasa ifanywe sasa hivi. Kwa hiyo tikunegero niko yado itu, koguo mehaka igayanio ro riu mundu aike kanya yake muhuko. Bishop mfanya vizuri kwa sababu ya ile heshima umepea kanisa ya IPC, ndio kuambia aongoze hii ibada. Bishop wa Ng'ombe, wewe unajua mimi ni wa kanisa mbili. Mimi wakati wa amani ni Mkatoliki, kikiumana mimi ni mtu wa IPC. Onanie gigadi sesaga na mundu aidire kaide mwere ithuothe. The slogan ya idi guku ni there is AIPCA in all of us. Gutire mundu utari karurira ka AIPCA, na ndungirigwo ni mundu wa AIPCA. Tariu turari kuria kwa J muci kwa bishop, mundu aja mugarokera igare kaitu hoye Regina wa muthoga araja kuhura ndarama, ndungirigwo ni mundu wa idi tunahuraga ndarama nginya kwina hindi ya mahoya. Riu nitwero haha ati ndetagwo ati Ngai ndetagwo ki munene wake wakwaya etagwo munene wake waita. Koguo ni wega muno ni undu wa kunyita kanitha uyu, na nie ndigitio muno na kanitha wa idi na makanitha mothe generally, but kanitha uyu nie ngithurwo mubunge, mundu uria wandeithirie kuingira muno ni Archbishop wetagwo wa Ng'ombe, na ni nyitagira kanitha uyu, and siku ya Alhamisi tutakuwa na yeye sababu ya kuendeleza mambo ya kanisa. Kwa hivyo asanti sana, na mwisho nikimalizia nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa ile ujumbe ulitoa jana, mambo ya kusameheana, na mimi nataka tusamehe watu wote na tuungane wote, tusamehe wale watu ambao ni wa kanisa yetu, wa nyumba yetu, wa dini yetu, wa kabila yetu, na hata wale watu ambao si wa kabila yetu. Tusameheane Kenya mzima. Hata mimi vile ulinionyesha jana, nilipigia Mheshimiwa Rais, former Prime Minister Raila Odinga, nikamwambia ile maneno nilikuambia ya kwamba tududedera iga shirue titwedera kana iga iheci yakwa na ndamura ogone ndana kuhutia ngoro handu unjohere na jamii yako tiwedera kana iga iheci yakwa irue na ndio ciareire. Koguo hiyo mtindo ambao umeanza ni vizuri sana, na tuhesameane wote na tukane twandu aitu tunyitithanie nginya bururi wothe tukorwo twi kindu kimwe, tuohere Njaruo, tuohere Baruya, tuohere Kalenjini, andu othe moherwo makorwo mari kindu kimwe. Kwa haya machache na mengi nichukue hii nafasi Patricia ndugita munene ndi haha ondu aritie no me ndina Bendera na Ngashifuu gwi ngari-ini yakwa. Ngai tu amurathima.
Hiyo ni sawa sawa. Hiyo ni sawa sawa mheshimiwa, hiyo ni sawa. Tukiwa hapa nyumbani labda. So anyway, nataka kuanzia tu mahali mheshimiwa CS amesema ya kwamba Deputy President, you are our leader in this nation, in this part of our Mount Kenya, and we recognize you. Na sisi tunashukuru kwa sababu ya mwelekeo na sasa ambao tumechukua, na tunataka kukuambia juhudi hizo ambao umeanza kufanya za kutuunganisha, they are not in vain. We are going somewhere. Ukae ukijua msamaha ambao umeitisha na vile unazunguka hapa na pale, kwa niaba ya watu ya Nyandarua, sisi tunakutabua kama kiongozi wetu na tutakuunga mkono kwa sababu tunajua wewe